Ya tatu sasa ikawa nikaona vitu vikaanza kupatilika kwa maisha yangu. Ndio ukitoka huko mnakula huko, saa zingine tulikuwa nakula huko. Wewe mchungaji anawachukua, mnaenda mnamfanyia kazi, anawalipa pesa kidogo kidogo, lakini yani hauna sasa stress kama venye nilikuanga kazini. Sasa si nikasama pale. Nikajua sasa hapa ni afadhali kuliko penye wakati wamekaa pale wanahubiri, wewe unafika mahali kwa sababu umeanza sasa kuzoea kanisa na wao watu wenye wanahubiri umewajua. Wanafika mahali wanafanya nini? Wanaanza kuhubiri. Wao nadhani ni kuhubiri, kumbe kuna kitu kinaendelea. Unakuta inafika masaa, kuna masaini walikuwa wanafanya wakati watu wanajaa, wanafanya kitu kama miujiza hivi. Wakati alikuwa ananiombea, ananiambia niko na shetani mkubwa, sijui yani imani yangu ni mbaya. Yani kama ananishitumu yani. Anasema wewe inafaa uombewe, sijui nini. Vitu kama hiyo niende aniombee peke yangu sijui. Paka hao watu wenye walikuwa wanahubiri nikiona ni wako fake, sasa nawaona ni wa ukweli. Nikaanza kupendana tu na hiyo kanisa kabisa, pia wakaanza kunipenda. Sasa ikafika mahali nikilala usiku, yani nachikuta ni kama niko kwa mkutano fulani. Yani ni kama ni kitu kibichi kama chakula nakula tu. Yani akawa kama mwenda wazimu vile. Sasa nikijaribu kumwambia akuja kwa kanisa, hajui. Sasa mimi sijui ni nini namhapenia. Lakini venye nilikuwa namuombea rimbaya, sasa mimi naona huenda hiyo rimbaya ndio inasababisha. Sasa nikawa najilaumu, lakini Welcome to today's episode of Bear Talk. You know, it is always about to tell to inspire. I always say that life is spiritual, and you can find yourself in tough environment growing up, where you are subjected now to living even with a stepmom, and the place that you maybe want to find solace is the church, but now the church becomes now your worst nightmare. I want us to listen to the story of John to see how things transpired, ikikuja ni maisha yake na venye mambo iliendelea. So karibu sana. Habari ya leo? Nzuri sana. Uko salama? Niko salama. Pia mimi niko poa. Naitwa Masi. Huwa naweza keti chini na watu nisikize stories zao, maana naamini watu wanapitia hali tofauti, na kupitia story yako njoo najua pia imekufunza, maana hauko venye pengine ulikuwa jana juzi. So inaweza ikafunza pia mtu mwingine. Kwa hivyo kabla tuendelee, ningeomba utuambie unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa John. John Barasa. Ila kadri miaka zilikuwa zinasonga, ilibidi nianze kupata majina tofauti. Okay. Lakini jina ni John Barasa. Barasa ni jina tamu sana. Jina ya huko Western, ndio? Ni huko kwetu. Okay. So John, maisha yako inaanzia wapi? Pengine utupeleke through story, because kuna the reason why tuko hapa, lakini kabla tufikie hata mbali sana, ningeomba utuambie story yako inaanzia wapi? Story yangu ni ndefu na tena ni ngumu sana. Nakumbuka ndio nikuja nijielewe naitwa John. Nijielewe maisha ni magumu. Mimi ni mtoto msaliwa. Kwetu ni ujombani ni Bungoma. Kwetu kwenyewe ni Trans Nzoia. Kitale huko. Sasa story venye nilianza kushika ndio ikuje nielewe maisha venye iko. Mimi niliweza kukaa na mamangu juu mara nyingi nilikulia ujombani. Mamangu wakati alipata ujauzito huko Kitale, akarudi nyumbani kwao. Sasa huko kwao kidogo maisha ilikuwa magumu. Ikawa wakamvumilia, akakaa pale akajifungua. Nikaanza kwenda shule. Vitu kama hiyo. Sasa ndio maisha nikaanza kuona mambo yanapatilika hapo penye nipo, labda wajomba hawanitaki. Masista wa mamangu pia hawanipendi. Sasa ikawa ni ngumu kidogo, ikawa nianze kutaka kujua
ni kwa nini hawananichukia na kadhalika. Kwa hiyo mimi wakati nilianza kusoma ikawa wanafunzi ndio walianza kusababisha nijue mimi si mtoto wa hiyo boma. Wenye wanajua hiyo area, wenye wanajua ujombani vizuri ndio walianza sometime kukosana kuko shuleni, kuna kombana. Sasa ndio wakati tunakombana, makosa ikinipata unakuta ikifika huko ujombani wananihukumu. Hapo hivyo hukumu yenye ilikuwaga ni ile ya chuki, si ile ya kurekebisha mtoto. Hapo ndio nikaanza kujiuliza kwani mimi ni nani? Ndo ikafika mahali wakati wanafunzi wananichongo na marafiki, nikataka kuuliza mama, kwani kwetu ni wapi? Maana huku maisha imekuwa ngumu. Naona sasa. Sasa wakati niliuliza hivyo mama alikuwa ananificha aniambie ukweli, lakini ilibidi muda venye uliendelea ilibidi nisititise. Mama naye sasa ikabidi akachoka na mimi, tunakombana na tunakeleleshana, yani heshima ikakosekana. Hadi sasa wajomba wakaamua mimi nimekuwa mkubwa niende pia babangu anilee na kadhalika. Sasa kutokea pale mimi niliuliza mamangu, mimi kitu kidogo wajomba wananihukumu kama adui, kama vile nimekosa kitu kubwa. Kwa nini wananichukua vile? Nikiulizia marafiki kwa nini wajomba wananichukua hivyo, wanasema kwa sababu mimi si mtoto wa pale. Sasa ikabidi mimi nikataa kujua tu hivyo straight ati wewe si mtoto wa pale. Unajua wakati mnakombana na marafiki hawakufichi chochote. Ili ujue adui wako anakufikiria nini unamkosea. Atakuwa na yeye roho mbaya, atakutamkia. Sasa wakati walinitamkia hivyo mimi ikabidi nisititize mama aniambie mimi ni wa wapi. Ndio akaniambia yeye wakati alikuwa shule alienda kutembelea dadake kule Kitale. Hapo ndio alipatana na mfulana ambaye ndio babangu. Na ikawa wakapendana, ile mchezo tu ya watoto venye unajua. Wazazi walijaribu kuingilia lakini mapenzi, wanasema mapenzi ni kipofu. Sasa ikawa mama hakuwa anasikia, baadaye akapata ujauzito ndio akanizaa mimi. Sasa ndio akanielezea mpaka penye huyo shangazi yake yupo area na kadhalika. Ikawa sasa mimi nikakuwa na tamaa ya kutaka kujua sasa babangu mzazi. Ndo wakati mambo iliendelea hivyo kukosana. Ikabidi siku moja tukakombana na babu ambaye wakumzaa mama. Juu ya hii maswali na kutaka kujua ukweli. Ikawa sasa pia sometime nikikuja nimechelewa hata kukula, hataki wanipee. Nyanya wa kuzaa mama pia amenikalia ngumu. Ikabidi siku moja nikasema nishajua direction ya kwenda nyumbani. Naweza fika. Kitu yenye ilikuwa inanikalia ngumu ni fare. Juu wakati ule nilikuwa mdogo, siwezi enda kibarua ama kuomba mtu akupee pesa. Ukimuomba anakupea shilingi 5. Shilingi 5 sasa itasaidia nini? Wakati huo haiwezi saidia kitu. Sasa wakati mimi niliona maisha ni magumu, nikaona nyanya alikuwa anafuka kuku. Ikabidi nichukue jogo moja, nikapeleka soko, nikauza, nikapata pesa ya kuenda mpaka penye niliambiwa. Juu nilikuwa napeleleza mpaka area na kadhalika. Sasa wakati nilifika huko, nikapeleleza mpaka nikaenda kwa mzee wa kijiji, ndio akanipeleka sasa kwa huyo nyanya mwenye alikuwa shangazi ya mamangu. Nikakaa huko, nikafanya introduction, jua wao kwa wananijua. Ndio nikamwambia mimi natoka Bungoma mahali fulani kwa boma ya fulani. Ndio akajua ni mtoto wa mtoto wetu. Ikawa ni hivyo. Sasa ndio nikakaa hapo siku moja mbili. Ikawa sasa ni wanipeleke nyumbani sasa. Nijue kwetu sasa. Baada ya siku 2-3 nilitaka kujua babangu. Ikabidi nyanya huyo dada ya babu mwenye anasema mama anipeleke. Kwa utaratibu wa Kiluya hawezi fika tu ati julisaliwa na unapelekwa tu kwa familia. Lazima kuna vitu mtafanya. Kuna kimila mtafanya ndio kukaribisha kwa familia. Ikawa wakapanga siku, wakafanya hiyo mambo yao, nikakaribishwa kwa familia na nikaanza kukaa pale. Nikienda pale nilikuwa kwa darasa la 3. Huko najua mamangu hajaolewa hapo, baba ameoa mke mwingine. Sasa ikawa nikaingia tena kwa meno ya mamba sasa. Sasa mashida ikawa mingi.
kuliko penye nilitoka. Hadi nikaanza kuchutia kurudi huko sasa. Kaanza kuchuta ni kwa nini nilitoka huko. Heri ningevumilia pale. Unashindwa nini ilikuleta huko? Maana ilikuwa shule sasa, hata huyo mama mwenye alioleka pale alikuja na watoto wa bwana mwingine sasa. Ikawa kwa baba hajazaa mtoto. Na mimi ndio mtoto wa baba pale. Mimi ndio mtoto wa baba wa kwanza. Sasa huyo mama alikuja na watoto wengine 3, wasichana 2 na mvulana 1. Sasa ikawa baba hawezi kushughulikia wewe, anashughulikia wale wengine. Makosa ikiwa hata kama hao wamekosa, wewe ndio umebeba hiyo makosa. Kama kuna kazi inafanyika kuchunga ng'ombe, kulima, ni wewe tu. Hao wanaenda shule, wewe uko pale. Sasa ikawa nikaona maisha ni magumu, majirani wanaongea, mimi ni mtoto mdogo inafaa niende shule. Mara niko tu pale kuchunga ng'ombe, kulima na kadhalika, kwa sababu hapo ndo nilianza kujua jina Mama wa Kambo. Sikuwa najua. Kwa sababu majirani wenye wanakuongelesha wanasema anakufanya hivyo kwa sababu wewe si mtoto wake, wewe ni Mama wa Kambo. Kusema kweli hiyo neno liniingia, ikawa inanitia machungu. Nikawa nafikiria venye nilikuwa nakaa, hata kama walikuwa wanani hukumu huko, ninaona ni kama walikuwa wanahukumu makosa, wako wananihukumu mimi mwenyewe kwa chuki. Sasa nikasema heri ningebadilisha makosa yenye nilikuwa nafanya na nikae huko ujombani, kuliko nitoke huko nikuje huku na huku sijakosa na bado nimebeba lawama. Ikawa hivyo mpaka ikafika mahali nikijaribu kuambia baba nataka kwenda shule, huyo mama akisikia kitu kama hiyo anakuja, ni kama alikuwa ameshika baba akili. Yani anamcontrol tu venye baba asikizi mtu yoyote isipokuwa huyo mama. Alikuwa asikizi mtu yoyote. Yani alikuwa anapenda watoto wa huyo mama kuliko mimi mwenyewe yani. Na anajua vizuri sana mimi ni mtoto wake. Lakini anapenda watoto wa huyo mama kuliko. Kama ni nguo anawanunulia hao. Mimi nguo zenye nitoka nazo ujombani ndio nilitumia mpaka sikawa sinararuka. Singine huyo mama anatupa, singine anararua, yani wifu tu. Alinitesa ili niondoke pale. Lakini kwa sababu damu ni mzito, mimi nilistick pale. Nikakaa, nikaenda kwa mzee wa kijiji, akakuja akaongelesha baba, ikawa wakamforce anipeleke shule. Nilianza kusoma huko shuleni. Huko shuleni kulikuwa baadhi ya vitu wanataka vitu shuleni kama kalamu, vitabu, uniform. Baba hakuwa anashughulika. Inabidi sasa badala ya kwenda shule naenda kupika ndeke, kulingalinga ndeke huko, kukula miwa za majirani huko, kutembea tembea ovyo ovyo na watoto wenye hawana mwelekeo. Sasa pia mimi nikaruhusu hope ya maisha. Nikawa yani ingelikuwa ni town huko, basi pia mimi ningekuwa miongoni wa wale ma street boy. Ningekuwa pia chokorao kawaida tu. Lakini kwa sababu huko hakuna town, ni ushago. Unaenda kwa mzazi ya huyu mtoto anakufukuza. Unaenda unakaa na huyu mtoto, ikifika jioni ama saa ya kukula unafukuzwa. Sasa wewe ukawa tu unahangaika tu kama umbwa tu ya kawaida. Hauna mbele wala nyuma. Sasa ikawa ukirudi nyumbani wanakuchapa, ulikuwa wapi? Haujafanya hii na hii. Mama anakutesa tu, yani anakuwekea makosa yote tu anakutesa. Sasa mimi nikashindwa nitafanya nini? Sometime nalala kwa gala la kuhifadhi mahindi. Nalala nje, mbu sinakudona. Yani baridi, mvua unamenyeshewa, unakuja unalala na hizo nguo. Na hapa ni kwa baba mzazi. Na kwa baba mzazi nyumbani. Sasa ikawa yani hakuna mtu ananihurumia. Kama ni ndugu ya baba akinichukua, baba anaenda huko, ama huyo mama anaambia baba, anaenda huko analeta shida. Inabidi tena wanifukuze huko. Sasa nikawa sina mwelekeo. Hadi nikawa natamani kukunywa sumu nikufe. Ingalau nitoke duniani niaondokee haya. Kwa hivyo maisha ilinipeleka, nikawa mkubwa, nikawa nasonga. Wakati nilianza kujitambua, ikabidi nikaongea na rafiki mmoja, brother anafanya kazi ya kuchunga ng'ombe mahali. Ikawa nikamuongelesha kama anaweza pata mahali wanahitaji mtu wa kuchunga ng'ombe, anichukue niende. Alienda, siku hazikuisha alirudi akanichukua. Tukaenda, ningali mtoto mdogo. Huko penye nilikuwa nafanya kazi ya kuchunga ng'ombe. Sasa ikawa hapo hawana pahali pa kuchunga, hiyo boma haikuwa na mahali pa kufunga ng'ombe. Inabidi unatembea nayo kwa njia, kwa mashamba ya watu. Yani unafanya kazi za boma umalize,
ndio utoke na hizo ng'ombe. Hakuna mahali wamepanda Napier grass unaweza sikatia. Wewe ni kusungukanga tu. Unaweza toka hapo kaenda mbali. Hata ukitoka asubuhi utarudi jioni na hakuna kukula. Venye ulikunywa chai, utakuja kukula sapa. Maisha ikawa ni ngumu. Alafu mwisho wa mwezi ikawa walikuwa wananilipa shilingi 400. Wananilipa shilingi 400 kwa mwezi. Na hizo 400 yani asikusaidii chochote. Inabidi tu unanunua kanguo. Yani mi pesa zangu nilikuwa nanunulia nguo tu tuseme. Ukipata kanguo unanunua kama vijinisi vikitoka unanunua. Yani ukuwe tu smart. Lakini chakula wako wanakunyima? Chakula ya mchana ndio sikuwa naipata kwa sababu si kuanga na ile akili ati kama chakula imebaki ni bebe. Okay. Upande wa chakula wako wabaya. Lakini sasa ile kubeba kwa wenyewe huwezi sema nataka kubeba chakula. Lazima wakuambie utabeba hii, lakini sasa kama hawajakuambia wewe sibeba. Unakunywa hiyo chai vizuri na wengine na watoto wao. Unaenda unachunga jioni unakuja fanya hivi. Sasa nikafanya karibu miezi 6. Ikawa miezi 2 ya mwisho hawakunipea pesa, wakaniambia watanipea next month. Next month nikafanya hawakunipea. Ikabidi niache kazi niende kwa jirani mwingine pale. Tulikuwa marafiki juu pia nilikuwa nikienda kuchunga ng'ombe alikuwa ananipea saki na ichunga. Naenda huko kidogo huyo mwenye aliniandika akakuja akaleta ripoti, ikabidi niondoke. Na bahati mzuri ndio niondoke keshoe. Nikapata baba mwingine anafanya kazi Mumias. Ndiye akanichukua akasema kuna watoto 2, anataka tu mtu wa kwenda kuwafulia nguo na kuwapikia. Ningali pia mimi mtoto. Sasa ikawa nikakubali. Akawa yeye ananilipa shilingi 600. Kai na walikuwa wanalipa vibaya. Wakati huo sasa pesa iko chini sana. Sasa nikawa huyo mzae alikuwa ni mlevi ndio. Lakini ukiona anaongea atakuwa amelewa. Na akilewa saidi hata aongei ajielewi. Yani anakuja anachikocholea hata ukipika chakula kuli. Yani yupo tu maisha yani ameweka tu suru. Nikawa nikakaa huko karibu mwaka mmoja lakini pesa hakuna kitu ilikuwa inanifanyia. Yani ni kuenjoy tu maisha, unanunua vitu ovyo ovyo tu vinye kama radio nini, yani vitu yenye haina maana. Sasa kurudi nyumbani nimekuwa mkubwa nikidhani sasa nitaheshimiwa kidogo. Heshima itakuwa. Wakati huyo mzee alimaliza nini yake ya kazi akawa anarudi nyumbani retire. Sasa ikabidi siturudi. Sasa mimi kurudi itabidi juu nyumbani siwezi rudi juu niliiba huko kuku. Sasa ni kupenye naweza rudi tu ni kwa baba sasa. Kule kwenye shida kule. Kwenye shida. Sasa wakati nirudi huko nirudi tu kwa wewe mama kambo. Siku ya kwanza akawa mzuri, ya pili pesa venye zilianza kuisha basi tena nikarudi kwa hali ya kawaida. Hapo sasa nilianza kuona maisha ni magumu. Nikaamua nikatafuta tena rafiki tu anafanya kazi Mombasa. Yakanichukua tukaenda na yeye Mombasa. Tukakaa Mombasa nikifanya tu kazi ya usoja tu. Ningali mdogo hata sina ID. Yani yeye ananisimamia tu anaongana tu nifanye kazi. Nikafanya kazi wakawa wananikula pesa. Mwezi wakati unaisha wanakupatilisha kwa hiyo site wanakupeleka site nyingine. Ukidai pesa ya huko wanasema huyo client hajatoa pesa. Sasa inabidi uongojee ya huko. Sasa ikawa ananichezea hivyo, nikafika mahali nikasema hapana, nikapatilisha kampuni. Sasa maisha ikawa ni ngumu. Ikabidi nikasema, wacha nirudie Mungu. Kuna rafiki yangu mmoja akanichukua akasema, mimi nashiriki kanisa fulani. Tunaweza enda tuwe tunashiriki pale. Huenda shida zinapungua. Kwa sababu mimi najua kanisa ni kila kitu. Mimi nikakubali kwenda. Tukaenda Sunday ya kwanza. Ya pili. Ya tatu sasa ikawa nikaona vitu vikaanza kupatilika kwa maisha yangu. Ndio ukitoka huko mnakula huko saa zingine tulikuwa nakula huko. Wewe mchungaji anawachukua, mnaenda mnamfanyia kazi, anawalipa pesa kidogo kidogo lakini yani hauna sasa stress kama venye nilikuanga kazini. Sasa si nikasama pale. Nikajua sasa hapa ni afadhali kuliko penye nimepita. Kwa mambo kwa popote penye umepita ni mbaya, kwa hivyo sasa unaona hii imekuwa afadhali. Nikaona sasa hapa ni afadhali niko kwa mchungaji.
ananipea chakula. Kama ako na kazi ananiita tunafanya. Tukawa tukazoea. Sasa ilifika wakati moja mimi sasa nilikuwa nalala na huyo rafiki mwenye anileta Mombasa. Lakini unajua sasa umekataa kazi yenye alikuleta, ikawa urafiki hakuna. Sasa ikabidi niongee na mwenye alinipeleka kanisa, nikawa nalala na yeye. Nikawa nalala na yeye, kama ni kukula, kama tumepata kibarua tununue chakula, tunashare pale. Ikawa inafika mahali nikilala, mandoto tu za ajabu ajabu zinanikujia. Mara umelala unaamuka unakaa na uko usingizini. Kitu yenye haikuwahi ifanyika kwa maisha yangu. Sasa nikawa nafikiria labda ni usingizi unasababisha, kwa sababu wakati nilikuwa napitia kwa shida sikuwa napata usingizi. Sasa nikasema labda ni kitu iko kwa damu yangu, kwa sababu sikuwahi pata tu usingizi nikalala vizuri. Yaani sikuwa naelewa ni nini na happen. Unalala unaamuka unakaa. Wakati nini memory narudi kuna kwamba uko unalala tena unarudi pale. Tena utalala unashtukia umeamuka. Mpaka rafiki anakuuliza ni nini? Namwambia mimi nachikuta tu naamuka tu. Najiongea peke yangu. Vitu ni kama vinanifukuza. Kitu ni kama inaniambia amuka uende utembee. Na niko kwa usingizi. Sasa ikawa ananiambia tutaenda kuombea. Tukienda huko najieleza wanaomba. Ukirudi bado still ni hiyo. Sasa sikuwa naelewa. Sasa baadaye ikawa siku moja tukiwa tuko kwa kanisa pale. Nikaona wale watu wenye wanatembeanga kwa njia wakihubiri hao. Wenye wanaanga kanisa hawa. Wanatembea kwa maboma za watu ama kwa njia wakiwapata kikundi wanawasanya wanaanza kuwahubiria. Sasa naona wanagawa, wewe utaenda hii site, wewe utaenda hii site, Sasa mimi nilikuwa nafikiria ni kutangaza tu neno la Mungu. Kumbe kulikuwa na nini wameficha pale, siri wameficha pale. Sasa unakuta wakati wamekaa pale wanahubiri, wewe unafika mahali kwa sababu umeanza sasa kuzoea kanisa na wao watu wenye wanahubiri umewajua. Wanafika mahali wanafanya nini? Wanaanza kuhubiri. Wao nadhani ni kuhubiri, kumbe kuna kitu kinaendelea. Unakuta inafika masaa, kuna masaini walikuwa wanafanya wakati watu wanajaa, wanafanya kitu kama miujiza hivi. Wakati sasa wamesanya watu wanawaombea, wanawahubiria. Unakuta mtu anaanza ni kama mwenye anashikashika vidole, ni kama mwenye yani sign tu. Sasa mimi nadhani ni sisi vijana tulikuwa tunaita ati swag. Unadhani ni swag venye unaweza kufanya kitu watu wafurahie, kumbe kulikuwaga unakuta wengine wanaanguka tu ovyo ovyo. Hata saa zingine unakuta wewe akikushika hivi akikuachilia unaanguka. Sasa nikawa najiuliza, kwani kila mwenye hapa ako tu na mashetani? Kila mwenye anakuja hapa anaanguka tu. Sasa ikawa siku moja sasa hiyo kitu ikaanza kuniingia, ni nini wanafanyanga ndio watu wanaanguka. Ikawa siku moja tena tukiwa kanisani sasa, kwa hiyo kanisa. Ikawa sasa mimi nataka kujua ni nini inaendeleaga. Kwa ile kanisa unaendanga ama kanisa ya hawa watu? Hiyo tu hao watu wanashiriki kwa hiyo kanisa yetu. Walikuwa wanashiriki kwa ile. Sasa wanagawa wote waenda kuhubiri hii site, wengine wanaenda hii site. Sasa wakati wanasanya watu, unaona ni kama kitu miujiza. Sasa kama hujui unaamini ni miujiza, lakini ukiangalia venye hao watu wana behave, unaona kuna kitu wanakudanganya. Sasa mimi nikawa na hiyo roho ya kutaka kujua hao watu wanafanyanga nini ndio watu wanaanguka. Sasa kuna siku moja tukiwa kanisani, huyo pastor mwenye anatuitianga kasi pale penye tunashiriki pale. Anakuja anakushika, kuna wenye wako tu hapo wametarget tu. Yaani akikukuza hivi, kuna wenye wanakuforce, anakusukuma kama mwenye unaenda, na kuna mwenye anakuforce kuanguka. Unaona? Kuna mwenye anakutega. Kuna vitu, yani wanatumia maspiriti fulani senye asieleweki. Sasa mimi ikabidi wananisukuma narudi tu nyuma, narudi. Wakati nisimama kwa ukuta, akaanza kuomba akilaani. Yani ni kama ananilaani yani. Yani ni kama siji, yani ukiingia kiundani unaona ni kama labda unamwaibisha, hujaanguka kwa nini? Venye yani kulingana venye anaongea. Unaharibu mpango zake. Sasa mimi unajua sasa hapo sina hiyo imani venye unaweza ombewa uko na imani. Mpaka
yani umechanganyikiwa. Sasa hapo hiyo imani imepungua. Nataka kujua ukweli sasa. Sasa venye nikaona hao watu kuna kitu, kuna kulazimisha uanguke na kuna baadhi ya vitu wanatumia ndio naanguka. Sasa hapo ndio chuki kaanza tena. Wakati chuki kaanza wakati tulimaliza ibada akaniita, akaanza ni kama mwenye anani guide. Yani sielewi chenye anamaanisha, lakini ni kama ananipea onyo yani. Ni kama mtu anakupea onyo kiparables, huwezi elewa chenye anaongea lakini yani unaishika moja moja. Sasa ikawa ananipea onyo. Mimi nikaelewa tu nikasema labda tu anakuonya kuhusu nini? Yani venye alikuwa ananiombea, ananiambia niko na shetani mkubwa, sijui yani imani yangu ni mbaya. Yani kama ananishutumu yani. Anasema wewe inafaa uombewe, sijui nini. Vitu kama hiyo niende aniombee peke yangu sijui. Sasa mimi nikakuja nikamwambia rafiki, ni kama pastor ameniambia niko na pepo, na hiyo pepo ni kama iko na kichwa ngumu. Yani haisikii maombi. Sasa jamaa akaniambia inafaa uombewe. Sasa yeye haelewi. Kuna siku nikakuja nikamwambia mimi na hizi kanisa si kanisa ya kweli. Kwa roho yako. Nikakuja nikamwambia rafiki yangu hii kanisa tunashiriki lakini si ya kweli. Kumbe jamaa alikuwa amezoea pale, alienda akaambia pastor. Umesema kanisa si ya ukweli. Rafiki yangu alienda akaambia pastor. Na baada ya pale pastor ni kama alikasirika na akaniita kwa dini bali tuko private. Akaanza kunipea advice, akinionya kuhusu pepo lenye alikuwa ameniambia liko ndani mwangu. Sasa akaniambia maombi peke yake haiwezi fanya, kuna mafuta anaweza nipea ya upako. Inaweza zuia vitu kama hiyo, kwa sababu hiyo pepo itasababisha nione watu wa Mungu ni wabaya, nianze kuchukia makanisa. Yani vitu mzuri nianze kuchukia, nione vitu mbaya. Na kwa sababu nimeyapitia mabaya, nikaona anaweza kuwa ananisaidia, kwa sababu ninaonaga kuna mafuta mtu akijipaka inazuia vitu kama hizo. Sasa mimi nikafurahi nikasema nikipata hii mafuta mambo yangu inaweza kuwa sawa, hata nyumbani kama kuna shida inatokea inaweza isha. Mimi nilikubali. Nikapewa hiyo mafuta kwa chupa, nimefungwa na kitambaa ya white, nikaenda nayo kwa nyumba. Nikaelezea rafiki juu tunaishi na yeye, nikamwambia mimi kulingana na pepo lenye niliko nalo, hata pastor aliniita akaniombea na akanipea hii mafuta niwe nikichipaka. Kwa hiyo nitakuwa nachipaka hii mafuta mara kwa mara. Sasa rafiki yangu hakuwa anayetumia hiyo mafuta, mimi ndio nilikuwa natumia. Sasa ikafika mahali wakati nilianza kutumia hiyo mafuta nikaanza kuona yani ile ubaya nilikuwa naona kwa hiyo kanisa ikaanza kuisha. Yani ni kama sasa nimeanza tena kupenda kanisa, mpaka nikaanza kusema mimi ni kama nimeokoka sasa. Nikajiona nimeokoka, nimependa kanisa, mpaka hao watu wenye walikuwa wanahubiri nikiona ni wako fake, sasa nawaona ni wa ukweli. Nikaanza kupendana tu na hiyo kanisa kabisa, pia wakaanza kunipenda. Sasa ikafika mahali nikilala usiku, yani nachikuta ni kama niko kwa mkutano fulani. Yani ni kama tumeitwa mkutano, tunaambiwa tunatumwa. Sasa mimi natumwa niende nitafute mtu ama rafiki. Sana walikuwa wananituma mtu wa nyumbani sasa. Ikawa siku moja nikiwa ni kama niko kwa hiyo mkutano, wazo ikanikujia ikasema kama wanataka mtu pia yeye akuje akuwe mmoja wetu, mimi kuna mtoto wa shangazi namjua. Kwa hivyo rafiki yangu na anataka kuja huku, naweza mchukua akuje. Sasa wakati nikaona hivyo, nikapigia huyo jamaa simu, nikamwambia kazi imepatikana huku, kuja bwana. Akaniambia wapi? Nikamwambia Mombasa. Wakati alisikia Mombasa akasema Mombasa siwezi kuja, majini iko. Nikajaribu kumshawishi, nikamwambia mimi nimekaa huko sijaona majini, na hiyo ni kama watu wanaamini vitu vyenye vilikuwa vinatendeka kitambo. Kwa hivyo kuja. Alikataa, lakini sasa wakati niliambiwa hii mafuta unaweza jipaka na chenye unaweza omba kinaweza tendeka, mimi nikaomba rafiki yangu akuje. Na kusema kweli alikakaa, akasema ana fare, tukawa tunachanga tukamtumia na akakuja. Wakati alikuja ikawa namjaribu aingie kwa kanisa, hataki. Aingie kwa kanisa hataki. Sasa ikawa hiyo usiku venye hiyo vitu vinanikujia vinaniambia nijaribu mpaka rafiki huyu kazini yangu aingie kanisa. Najua hataki,
inabidi tu ni force. Sasa ikawa ninakombana na yeye kila wakati, wewe ingia kwa kanisa bwana, wewe huwezi kaa hivi, yani mashida zikikupata nani atakusaidia? Vitu kama hiyo. Kumbe ni kitu tu inanituma na mimi sijui. Sasa ikawa huyu kazini yangu akaanza kunichukia, hata sometimes hakuji kulala. Na anaenda akapata rafiki yake analala huko. Mimi sasa hiyo spirit sasa venye ilikuwa, yani nikaanza kuona sasa huyo kazini yangu sasa ni adui. Naona sasa wakati nilikuwa nachukia hawa kanisa, sasa nikaanza kuchukia rafiki yangu. Ikawa sasa usiku mawazo yananikujia juu ukichukia mtu sometimes ukilala ukimfikiria unamfikiria mabaya. Sasa ikawa namfikiria huyu, hata ningekuwa na uwezo hata ningemuua tu. Yani nikaanza kuwa na evil mind kwa huyo jamaa. Sasa ikawa namuombea tu nini mbaya tu, bahati mbaya tu. Kafika mahali akaanza kuanga mgonjwa. Wakipeleka hospitali ugonjwa hakuna. Yani wanajaribu vipimo vyote hakuna. Lakini anakonda tu. Saa zingine yani anajisikia tu kupiga nduru. Akiona kitu hata kama ni kitu kibichi kama chakula anakula tu. Yani akawa kama mwenda wazimu vile. Sasa nikijaribu kumwambia akuja kwa kanisa hajui. Sasa mimi nami sijui ni nini namhapenia. Lakini venye nilikuwa namuombea rimbaya, sasa mimi naona huenda hiyo rimbaya ndio inasababisha. Sasa nikawa najilaumu, lakini juu ya hiyo mafuta nikijipaka hiyo kujilaumu inaisha. Ninaona tu ako tu sawa. Hii mafuta ndiyo mambo yote. Sasa ni kama hii mafuta ilikuwa na vitu ndani yenye sikuwa naelewa. Sasa ukijipaka yani unaanza kukua tofauti tu. Saa zingine yani unaanza kuona watu wengine ni wabaya. Alafu watu wenye unashiriki nao ni wazuri. Yani watu wa nje wanaona ni wabaya. Sasa huyu kazini yangu nikaanza kumfanya hata sometime anakonda tu anaisha. Anakula chakula nyingi lakini hanoni. Anapungua tu. Wakipeleka hospitali hakuna ugonjwa. Sasa ikafika mahali huyo rafiki yake sasa akaniambia nipige nyumbani simu niseme kazi ni mgonjwa. Sasa ikawa tu kimchezo tu akasititiza nipige simu. Wakati nilipiga simu nikaambiana nyumbani, ikabidi wakuja wamchukue. Kuna mwenye anaishi Nairobi, alitoka tu Nairobi mpaka Mombasa. Akakuja akamchukua, akaenda akakaa na yeye Nairobi. Baadaye akampeleka nyumbani. Wakati alifika nyumbani ndio ikakuwa wasi kabisa. Ikawa tu yani anateseka, wanakupigia simu wanasema nyinyi mlifanya nini mtoto? Sasa inakuwa watu wa nyumbani sasa mimi nakuwa na chuki na wao. Wakiniuliza mambo kama hayo sasa mimi sielewi. Mimi naona tu ni ile venye namuombeanga vibaya labda ndiye nasababisha na siwezi waambia. Juu hiyo tayari ni makosa nitakuwa nafanya. Sasa ikawa huko wanajaribu kumtibu inashindikana. Wakijaribu kuniuliza mimi na waka. Nikijaribu kwenda kuambia pastor huyo kazini yangu alikuja huku lakini ako hivi. Anasema hiyo ni mapepo tu, atembezwe kwa mapasta, atapona. Naona sasa. Sasa mimi nikachukulianga tu ni hali ya kawaida tu. Lakini ni wakati nilifika mahali crusade ilikuwa mahali na si ya kanisa yetu. Ilikuwa ni kanisa ingine. Sokoni tu ikawa tunapita tu hivi, mchungaji anahubiri. Akakuja tu akasimama mbele yetu akasema vijana kuja tushiriki na nyinyi. Mimi nikamwambia tu sisi tuko na kanisa yetu na kuna mahali tulikuwa tunawahi. Kwa hivyo hatutaweza kushiriki na nyinyi. Akakataa tu kabisa mpaka rafiki mwenye nilikuwa na yeye akaniambia tusimame tusikize ni nini. Wakati tulisimama kusikiza akaanza yani anaomba akituambia shida zetu. Sasa wakati shida zenye zisababisha nikajua huyu pastor anasema ukweli, shida zenye nilikuwa nazo nyumbani. Lakini sasa kanisa mimi sikuwa naamini. Niambie hiyo kanisa mnashiriki iko na hii shida, iko na ni ya majini yani. Iko na spirit mbaya. Mtoke kwa hiyo kanisa bure mtakuja kukufa ama mtakuja kumaliza watu wa familia yenu. Ndio akaniambia wewe yani ni kama prophet vile. Niambie wewe ulileta mtu wa kwenu huku na akawa mgonjwa. Unajua ugonjwa ni nini? Mimi nilisema tu mimi sijui kwa sababu yeye alianza tu kupatilika tu. Akaniuliza ako wapi, ngamwambia ako nyumbani. Akasema wewe ndio chanzo cha huyo mgonjwa. Wewe
wewe ulichukua huyo mgonjwa huyo kazini yako kampeleka nini kwa mashetani, na hiyo mashetani imekaa ndani mwake. Na ulimchukua aje? Yaani ni ile tu mimi nilikuwa najaribu tu kumwambia akuje kanisa. Lakini sasa akuji. Na venye nilikwambia kuna usiku nilikuwa nikikaa naona kama ni kikao, wazo linakujia, wanasema wanataka watu. Wanataka watu. Sasa mimi nikaona mtu mwenye naweza chukua tu ni huyu mwenye alikuwa anataka kuja huku. Juu sasa huko Mombasa si kuanga na marafiki wengi, nasema naweza wapeleka. Sasa ikawa huyu. Sasa huenda venye nilimleta hapo ndio nilimuingiza pia mimi mwenyewe kujua. Unaona sasa. Sasa akajaribu kutuambia, akatuombea, akajaribu kuniambia nisiende kwa hiyo kanisa tena. Lakini sasa nikijaribu kufikiria nisiende, na hapo ndio napata chakula, nasaidiwa kama niko na shida, naona huyu pastor ni wale tu. Na dharau. Unaona ni kama huyu anakuzimia nyota. Naona ni kama tena anataka kunirudisha kwa zile shida nilikuwa nazo. Unaona sasa. Sasa mimi nikikaa sometime nikikaa peke yangu nafikiria, naona na kwa nini huyu pastor aliniambia mpaka shida zenye nilikuwa napitia nyumbani. Huyu pastor anaweza kuwa wa kweli. Sasa kitu inaniambia niende nimtafute. Kitu kingine inaniambia wewe achana na yeye. Yeye anakudanganya tu. Huenda ni wale wanasemanga wananunua nyota. Huenda walinunua nyota ya kuona vitu wakitaka pesa. Sasa hiyo kitu ikaanza kuniingia. Sasa ikawa napishana na yeye, napishana na huku. Napigania kanisa yenye nakaa, na huku nalaumu huyo pastor. Sasa hapo ikafika mahali sasa mambo ilikuwa wazi. Mpaka yani unafanya vituko vyenye wewe mwenyewe hujaifanya. Yani unakuta ati pia wewe unaweza ombea mtu akapona. Unaona sasa? Yani unajikuta ati yani yani ni kitu kama ndoto tu. Yani una imagine tu. Umekaa hivi unaona umeombea mtu. Sasa ile spirit inaanza kukuingia ati pia unaweza tembea ukiombea watu. Naona sasa. Sasa kuna wakati mmoja ile kitu kama uko na nini ya kufanya kitu unajua unajaribu. Sasa pia mimi nikaanza kujaribu kujifanya naombea watu. Naona sasa. Sasa kuna mmoja kwa hiyo kanisa akanipata kama naombea mtu. Hapo ndio akaanza kuniuliza, akaniita kanda, akaniuliza wewe kuanzia lini ukiombea watu? Kaambia mimi pia nikikaa naona ni kama naweza ombea mtu. So ikawa kuna chuki baina yangu, sasa ikawa chuki baina yangu na yule mwenye alinipata. Akaniambia nitasababisha kanisa yao ionekane ni ya uongo. Naona sasa. Sasa mimi nikaanza kujiuliza inaonekana ya uongo aje, na mimi si mimi mwenyewe niliamuka tu nikaenda. Ukaanza kuomba. Ni kitu inaniingia kama spirit fulani na niambia unaweza. Sasa ikawa ni chuki pale. Sometime yani hauna kosa, unakuta wanakuwekea kosa. Unakuta wanasema leo usiingie kanisa mpaka pastor atakuja muongee. Yani sasa unakuta unakaa nje saa zingine pastor afiki ako tu kwa mambo yake huko. Na akifika yani anakuongelesha na kuambia nitakutafuta na hakutafuti. Sasa ikawa yani mashida tena sikanianza. Nikaona ni yani hiyo. Nikaona tena hapa pia nachukiwa. Na hapa ndio nilikuwa nimeona nimefika nyumbani sasa. Pia wameanza kunitenga. Kumeanza kukuja vitu kuendelea maneno yenye uelewi. Sasa unakuta saa zingine sasa kuna wakati moja pastor akaniambia wakati unaenda ukisimama mbele ya watu ukitangaza neno la Mungu, tangaza ukiwa umesoma unajua ni nini unatangaza, kwa sababu kuna watu wengine wako hapo kuchunguza mahubiri ya mapasta. Sasa unaweza tangaza ukidhani uko natangaza kumbe uko unaharibia kanisa yako. Naona sasa. Sasa mimi nikaanza kujiuliza pastor kwa nini ananiambia hivyo? Ikabidi nianze kuacha, but yani hiyo kitu inakusukuma tu. Yani unaacha lakini unachikuta unafanya kitu. Ikawa ananipea onyo. Sasa mimi onyo sikuwa naisikia sana. Pia mimi nachitoa tu nafanya kama venye hao wengine wanafanya. Sasa ikawa siku moja yani kosa lilitokea tu hapo kanisani. Na kuna vitu vilikuja vikapotea pale. Na mimi nilikuwa nasimamia upande huo na mwingine. Sasa ikawa
hiyo wakati huyo mwingine hakukuja, aliomba ruhusa. Ikawa ni mimi ndio nimekuja kupanga zile vitu, mitambo na kadhalika. Sasa Jumapili akaniambia wanahitaji kitu fulani, kuangalia hiyo nini hakuna. Nikajaribu kuuliza ukasema uliona, nikasema ilikuwa, lakini sasa sioni. Ikawa wakaanza kuniforce niseme ukweli. Wakaanza kunitajia mambo na polisi sasa. Wanasema sasa kanisa ni ya Mungu ya kuokoa, na wewe unaiba. Unashirikiana na wakora. Sasa wewe Mungu hataki watu kama hao. Unaona? Anasema sasa kama umekataa mpaka mambo ya Mungu, inabidi wewe uende ujibu mashtaka kwa serikali. Sasa ikawa wakanishtaki niende niandikishe statement. Nikajaribu kuandikisha statement, wakaniambia wanafanya uchunguzi wajue ni nani. Lakini hiyo uchunguzi haikufanyika. Siku haikuisha 2 nikakuja nikashikwa. Niende niseme ukweli, hizi vitu zimeenda wapi? Vitu ya kanisa. Nilijaribu kusema, ikawa nikadhani ni venye nimeenda nishikwe tu niseme wataniachilia, lakini nilala huko. Kulala huko, keshoe pastor alikuja akaniambia yeye ni mtumishi wa Mungu na hawezi taka mimi niteseke. Kwa hivyo juu makosa ishafika na imesemekana ni mimi nimekosa, nikubali tu makosa, alafu yeye atajua venye atanunua hizi. Kesi ishe, nirudi kwa kanisa, alafu yeye atajua venye anarudisha hizi vitu. Sasa si kama baba yetu. Mimi wakati waliniuliza nikakubali na wakaandika statement. Wakaniambia sasa wakaniambia wewe kaa hapa, wacha kesho pastor akikuja ndiye atatoa nini amri kama utaachiliwa ama utaachiliwa. Hiyo kesho pastor akukuja na ilikuwa watu waende kotini. Sasa ikabidi pia mimi niende kotini. Na nipata sasa. Kufika huko nikaanza kujiuliza, walisema tu nikubali watatengeneza maneno. Kwa nini wamenifikisha kotini? Nikaenda nikafinya vidole, na wakati waliita kesi wameniandikia nilihusika kuiba vitu ya kanisa. Na wakanifunga miaka 3. Kwa hiyo miaka 3 huko gerezani niliona shida sana. Huko gerezani si kuzuri. Yaani nilikuwa nadhani huko duniani ndio kubaya. Huko nje ndio kubaya, lakini gerezani ndio kubaya zaidi. Yaani saa zingine unakuta inmate wanakuchokoza bila sababu. Kukula ni shida, kuoga ni shida. Kuna viumbe huko ndani kama vile chawa, kunguni siko huko. Yaani unapata wakati mgumu. Huku ukilia ukiambia Mungu nilikosea wapi. Yaani niliteswa huko sometime. Yaani vitu vinafanyika huko ni vya ajabu tu. Yaani ni ya kuumizana. Hata huko gerezani kuna watu wenye wao kukosa but ni kama tu ile yangu sasa. Yaani mtu akikwambia mimi sikukosa, mpaka naamini kwa sababu pia wewe haukukosa na uko pale. Lakini mateso yanapitia, hata afadhali mwenye alikosa, mwenye aliua, yeye anacheka, amefungiwa huko anakula anacheka. Lakini wewe unateseka sana. Sasa nikakaa huko ikafika kama miezi 8 hivi. Miezi 8 ikawa wanasema msamaha wa rais. Makosa ndoko. Ikawa wanakusamea. Wakati waliita hiyo register ya watu wenye wamesamehewa, mimi pia nilitokea. Na kulingana kwa hiyo miezi 8 yenye niliona, walai nilitoka huko kama nimepatilika kabisa, nikachukia kanisa. Yaani sitaki kujihusisha na vitu ya uongo. Ndio maana nilitoka huko na nikakuja Nairobi. Hata Mombasa sikurudi tena. Nikakuja Nairobi, nikapatana na rafiki yangu kutoka nyumbani. Kakaa naye nikamuomba nilale siku 2-3, akanikaribisha na nikaanza kazi ya mjengo. Sasa hiyo kazi ya mjengo ndio nafanyanga mpaka saa hizi. Ndio maana unaona nakaa tisaini yenye nakaa hivi. Kwa hivyo hii duniani kitu yenye naweza kuambia unaweza teseka ukidhani labda Mungu amepanda shida kwako. Kumbe ni Mungu waka anakuonyesha njia sahihi ya kuepuka vitu kama hiyo. Unaweza fikiria labda umerogwa, lakini si kurogwa. Ni binadamu mwenzako ndio hakutakii. Kwa hivyo hii dunia iko na mafunzo mengi. Mtu mwenye amepitia shida na changamoto kuliko hizi zangu anaweza eleza zaidi. Lakini mimi kulingana chenye niliona, mimi naweza toa tu ushuhuda kuwa maisha yangu yalikuwa magumu sana. Haswa kwa sisi watoto wasaliwa
wenye tunaenda kwa maboma hamuna mama yetu mzazi. Yaani mama alikuzaa na akakuacha hapo. Sasa wamama wenye tunapata hapo, wengine ni wazuri, wengine ni wabaya. Sasa wanaanza kufanya maisha yako ikuwe magumu kabisa ama ikuwe mzuri. Kwa hivyo mimi naomba tu Mungu angalie watu kama sisi. Haswa pahali penye nimefika. Hadi kama naweza faa shati ya white hivi nafurahia kwa sababu nilikuwa nafaa nguo zenye yani ikichafuka wewe sijua. Unapanguza kama umeendelea na shughuli. Na sisi tunajipatilisha. Huwezi yoga. Maisha yenye nimepitia duniani huku nje mpaka na Keresani yenyewe imekuwa funzo tosha. Kwa hivyo mimi pahali penye nilifika nikaona kanisa, kuna makanisa, sisemi makanisa yote ni mabaya. Lakini kuna kanisa inaweza kupeleka pabaya, ukidhani ni watu wa Mungu, kumbe shetani pia anajificha pale kanisani kukublind tu kuwa hii kanisa ni mzuri, lakini ni ya devil worshiper. Haya, kuna wengine wanaweza jifanya ni wazuri, kumbe ni wanyama, wanataka kukuangamiza tu kimpango. Haswa sasa tuseme sasa mtu kama mama Kambo venye alikuwa ananitesa na baba ni mzazi wangu. Tukipima damu yangu na yake ni moja. Lakini anablindiwa mpaka hawezi ona mtoto wake, anaona mtoto wa mwenzio. Sasa unakuta mtoto wa mwenzako analelewa malezi mazuri kuliko wewe. Alafu ukiweza fanikiwa kwa maisha, wanaanza kukuja wakisema ni mtoto wangu. Na ukifeli kwa maisha, wanaanza kusema mtoto wa fulani hakusoma. Wewe haukusoma. Wanakufananisha huyu alisoma na wewe haukusoma. Si kupenda kwetu. Kwa hivyo mimi nimepitia maisha magumu sana. Na niulize, uliweza kupata ufunuo kuhusu pastor na vitu zenye alikuwa anafanya pale kanisani? Mimi kitu yenye nilianza kujua hiyo kanisa si mzuri wakati nilifungwa. Hapo ndo nilianza kujua hiyo kanisa si mzuri kwa sababu kama ni kanisa mpasta ni mzuri, hawezi kuja kuniambia nikubali kesi, niachiliwe, kisha hizi vitu zenye zimepotea atafanya nini? Atarudisha. Unaona? Angenipea njia fulani ya kusababisha, yani ya kunionyesha, na kama angeniambia ni iwe hivyo, yenyewe ningeachiliwa. Hapo ndo ningesema hiyo kanisa ilikuwa ni mzuri. Lakini mimi hapo niliona hiyo kanisa si mzuri. Licha si kutipitisha, lakini mimi niliona si mzuri. Iko na devil worship ndani. Na wakati pastor alikuwa anafanya hizi vitu kulingana na wewe, maana siku hizi kuna kanisa ambazo ni mingi sana. Ni nini unaweza sema uliona hapo yenye ili kuonyesha kwamba hapa si mahali ambapo wanamwabudu kwa Mungu kwa kweli? Ni nini unaweza sema pengine itasaidia mtazamaji aone mahali maybe anaenda pia kuna mambo ambayo hayafanyiki sahihi? Kunayo, unaweza kuta mtu huyu pastor anajua vizuri sana Biblia. Na hapo ndio unaweza jua shetani pia anajua njia mzuri na mbaya. Anaweza kusomea verse yenyewe ikakuingia. Lakini kulingana na yeye venye anasoma, hata wewe ukinipea advice, ukitaka nirekebike kukosa fulani, wakati unanipea advice nikikuangalia kwa macho hivi, naona hii advice uko unanipea na moyo moja ama ni ile uko unaniambia tu nisikie, yani umalize tu uchifanye unanipea advice lakini sio. Kuna vazi anaweza kusomea lakini kulingana na vitu vyenye anafanya ni tofauti. Unanipata sasa? Kuna maombi anaweza kuombea lakini ukiingia kiundani unakuta hii maombi sio sawa. Na kama sasa vituko kama yenye unaweza kukosana na pastor. Mnaweza tofautiana kuongea labda kukasirikie. Lakini unakuta inakuja sasa inakuwa ni shida kubwa kwako. Labda waanze kuongelewa vibaya, labda waanze kutengwa kanisani na bado wanahubiri neno la Mungu. Mimi naamini pastor ni yule wa kuunganisha, sio kubomoa. Alafu watu wenye wanatembeza neno la Mungu inafaa ni wale wa kushikanisha, penye unaweza sanya watu ukawahubiria. Hivyo inafaa ushikanishe na watu na wengine. Ili ujue huyu mtu anakuchukia. Sasa kama venye mimi nilitolewa tu kwa sababu ya kufanya nini? Ya kujaribu kuomba. Kuwa mimi nitafichua, ni kama yani nitasababisha kanisa yao, juu alikuwa anasema nitasababisha kanisa yao ionekane ya uongo. Sasa kama ni kanisa ya ukweli na muumini mmoja amejitokea na ubiri, kwa nini mumsimamishe? Kwa nini mmulaumu?
Si mnamwacha at least hata mnamsupport. Ili watu wajue hiyo kanisa ukitoka hapo naokoka. Yeah. Lakini kama unakuja kunionya, hauwezi nionya mbele ya watu, lakini unanionya private. Yeah. Na yani ni kama unaifanya ikuwe siri. Sasa hiyo vitu kama hiyo pia inaonyesha kuna kwamba hiyo kanisa haikuwa sawa. Okay. Juu hata kama unafunza mwanafunzi na unaona pia unampata anafunza. So unashukuru Mungu, unamwambia keep up. Yeah. Kwa nini umpige unasema unapotosha wengine? Utasababisha walimu waonekane wabaya. Kwa hivyo hiyo kanisa mimi kivyangu niliona si mzuri. Kunavyo ambavyo unapata aswa hawa vijana wadogo wanaingia kwa kanisa na wanapata pale kuna upendo mwingi kutoka pale kwa mapasta wenye wanasimamia kufikia hadi washirika wenyewe. Unapata pale kuna upendo mwingi kabisa. Unapata hata watu wakitoka kwa kanisa service imeisha, lakini watu wamebaki kanisani tu wanaongea. Na ukienda pale unaweza pata hiyo upendo ndio inanasa vijana. Na kumbe unaweza pata yale madhabahu ni madhabahu yenye si sahihi. Unaweza ambia vijana nini? Mimi kitu yenye naweza shauri vijana, kitu kizuri huanga kinaonekana. Yeah. Na si kila chenye kinaonekana kizuri ni kizuri kweli. Kuna wengine wanachifanya wazuri na ni wabaya. Na unanipata sasa. Yeah. Kama vile wimbo inaimba amejifalia ngozi ya kondoo. Unamuona ni mpole, lakini ukicheza na yeye na anakuumiza, anakudhuru. Kwa hivyo ukiona sana unapendwa sana, jua kuna kitu wanatafuta kwako. Unaenda kanisa, unaona unafika unapewa mamlaka, unaona yani wanakukea sana. Inafaa kama ni kukea, kama ni kanisa, ichukue hao watu kwa wote sema. Si eti wanakutenga wewe, unakuta wewe ukihitaji kitu wanasimama na wewe, kuna kitu wanatafuta kwako. Kwa hivyo vijana tunanaswa kwa sababu ya tamaa, na tamaa ile ya kupendwa. Unaona sasa? Ukipendwa unaanza kuchipendekeza. The more unajipendekeza pale, unatambua siri za wengine. Siri za wengine hizi unaona wanakupenda kwa sababu haufichi siri za watu wengine, kumbe kuna mahali wanakutumia. Kwa hivyo kitu yenye naweza waambia, inafaa uchunguze. Kitu kizuri pia kina madhara. Kitu kibaya pia kina dhuru. Kwa hivyo hakuna kizuri kinachotoka pale pazuri. Kinatoka pale pabaya. Hata pia mimi ndio nikuje nianze kuona kuna makanisa nikikaa ndani najua hii ni ya uongo, nilitoka pale pabaya. Na mimi nikasema wacha nichitenge, nikae hivi, nisitusi mtu, nisiibie mtu. Yaani nisijihusishe kwa vitu mbaya, nione kama Mungu atasema watu wenye waenda kanisa hawataenda mbinguni. Kwa hivyo ukiona unapendwa sana, when it is too good, think twice. Sio mapenzi yote ya kweli, si walimbusu Yesu na bado wakamsaliti. Naona sasa vitu kama hiyo. So kama Yesu mwenyewe alifanyiwa vitu kama hiyo, vipi sisi binadamu? Sisi binadamu ni mbaya. Anakuchekea usoni na ndani ya moyo akanakuroga. Unanipata sasa? Anakutakia mabaya ndani ya moyo. Ni ile tu kuficha white tu. Kwa hivyo inafaa vijana pia waangalie si hizi makanisa wanaenda. Kwa sababu kanisa ukienda siku 2-3 unaanza kusoma kitu pale. Ukienda unafika tu unapewa cheo, unaanza kupumbazwa. Wewe ni kupumbazwa. Ili ukijaribu kutamka unaona ni kama cheo chako kitaenda. Na kumbe ni kutumiwa vibaya. Sasa kwa vitu ambazo umepitia unajua, lakini maisha ni mafunzo, venye tu tunaendelea kuishi ndio tunajifunza. Na pengine wakati sasa hizo vitu zote zimekufanyikia, hakuna siku ambayo utajipata kwa hiyo situation tena. So mimi nakushukuru sana, umeweza kuongea. At least umeweza kufunza mtu ambaye anakusikiza. So asanti kwa kukuja. Mimi pia huwa najifunza kupitia kwa hizi vitu zote. Na kama vijana wadogo inafaa tusikizange tu hizi advice tunapewa, maana tunazihitaji. Maana kanisa ndio imekuwa sasa place ambayo
tunapata usaidizi na bado tunaweza pata laana. So thank you so much na ubarikiwe. Nawe pia. Asante. That is the story. I believe as a church we need to do better because young people are seeking solace in the church, and let's love them. A love that is pure. Unaona mahali, acha nikwambie, in any instance, even in relationships, ukienda mahali uonyeshe mapenzi ambayo hukuyapata mbeleni, utazama tu pale ndani na ujipate kwamba you find it home, kumbe hao watu hawana nia mzuri na wewe. That is the story. Discerning spirit is all we need, ndio tujue at least you are able to know what kind of environment hii church iko, either it's a dark powers or anything. That has been the story. I have been your host, Masindaru Bring the Most. Thank you so much for watching, and see you in the next video.